Akusikilize nani mpumbavu wewe usijelea kila siku. Wewe mwanamume na gani? Egi ni nani nionyeshe? Nionyeshe Egi ni nani? Mpigie simu Egi aje. Una dakika na 2000. Rika lako si ndio? Kwani mja kunitafuta mimi? Ulikuwa unataka nini kwangu? Sikiliza. Achana na mimi. Tutaongea nyumbani. Kitu gani nyumbani? Ongea hapa, ongea hapa. Ndio ongea hapa yaishe. Ongea hapa yaishe. Ongea. Ongea. Nielewe basi mama, twende kuongea nyumbani. Yes, it's your boy Ayomeo na jamani, hapo katikati nilikuwa naumwa nini. Sasa baada ya kufanya tu kile ile episode ya kwanza ya kipindi changu cha Cheaters, na nilikuwa sijisikii poa. Unajua tena nilipata homa lakini watu wako wengi ambao wanataka niwasaidie kwenye hiki kipindi cha Cheaters. Basi tukiachana hapo, kuna dadangu ambaye unamuona hapa, huyu ndo ni victim wa pili ambaye amenifuata pia. Wapo wengi of course, nimemchagua yeye kwenye list ya watu ambao wapo. Sasa atajieleza yeye ni nani na anataka tufanye nini. Yes, karibu dadangu. Asante. Mambo? Yes. Poa, vipi? Uko poa? Uko poa. Karibu dadangu. Asante. Yaani ungekuwa unanisumbua sana. Si mimi please. Haya, sasa hivi nimekuja kusikiliza. Kweli kuna shida yangu na kijana ambao ni mchumba wangu. Okay. Sasa niko naye kwenye mahusiano. Na naishi naye kila kitu. Yaani mimi niseme ndo kila kitu katika maisha yake. Na najua mimi ananipenda. Sawa. Sasa nataka kujua ukweli kuhusu yeye, niko mwenyewe au ananitumia tu kama mimi ni chombo chake. Na ikiwa atanipenda ndio furaha yangu na nitampa zawadi. Wow. Nataka kujua hicho. Unaweza ukanieleza labda zawadi gani ambao umemwandalia? Ni zawadi tena mpaka nayo tukupatie. Hapana. Ni siri yangu ambayo yeye alikuwa analia kila siku. Nitamnulia. Watu mnapendwa jamani. Okay. Sasa nataka kujua, yani kitu ambacho nataka wewe ni kwamba mimi yani ni mtrick ili wewe ujue kama yeye anakupenda wewe. In short unachotaka. Yani umpigie sasa hivi. Umuulize mchumba wake ni nani? Sasa siwezi nikamuuliza hivyo direct. Ila mimi kuna njia zangu ambazo nitatumia, nitamuuliza. Anaitwa nani? Saidi. Saidi. Sawa. Saidi ana miaka mingapi labda? 26. 26. Sawa. Okay, mimi hapa nitampigia Saidi. Nitamwambia kwamba Saidi, kuna mpenzi wako amekuandalia zawadi zako, amelipia dukani kwetu. Kwa hiyo kitu ambacho yeye anataka ni umtaje jina ili uweze kuzipata hizo zawadi ambazo amekuandalia, si ndio? Kwa hiyo akutaje jina lako. Sawa. Basi hamna shida, mimi naomba simu yangu niweze kumupigia Saidi ili afanyeje, aweze kutaja kwamba mpenzi wako, jina lako unaitwa Momo. Ndo jina lako ambaye analijua. Analijua. Anajua jina la Momo. Yaani anajua jina la Momo. Saidi amtaje Momo. Haya, ngoja tumpigie tuone hapa. Nimpigie sasa. Hello. Habari. Salama, vipi? Poa, niambie. Samani, naongea na Saidi. Saidi. Sasa bwana Saidi, mimi nimepata namba yako kwa mpenzi wako. Mpenzi wako sasa hapa kuna vitu alikuwa amenunua dukani kwetu hapa. Tupo East Africa, Ubungo hapa. Mpenzi wangu nani? Mpenzi wako wewe. Sasa mbona unakuwa kama una panic mzee? Mpenzi wako wewe kanunua vitu hapa, yani ni vya thamani kama 800,000 hivi, kama milioni hivi. Sasa vile vitu amesema ili tuweze kukufikishia, tukupigie kwanza ili uweze kumtaja jina lake. Sasa ndo hapa nakupigia ili uweze kumtaja jina lake ili
tukuletee hivyo vitu sehemu ambayo ipo, au ikiwezekana tu wewe utakuja hapa, sisi tutakupa na usafiri. Yaani kikubwa tu uje wewe hapa utiki kwamba mimi ndo Saidi, na ukimtaja jina lake ndo unakuja kuchukua hivyo vitu. Mitego hiyo mwanangu. So mitego mwanangu. Sasa mimi namba yako mimi sina. Namba yako nimepewa na mpenzi. Awe so Saidi. Mimi Saidi, lakini ngoja nikuulize. Huyo mpenzi wangu uko naye hapo? Mpenzi wako? Mpenzi wako kusema ukweli yeye amenunua tu vitu online, kalipia, katupa namba yako kwamba hivyo vitu nataka mvipeleke kwa huyo mtu, ila kabla mjapeleka inabidi anitaje jina. Akitaja jina langu ndio mtafanyaje, mtampelekea hivyo vitu. Sasa mnanoma. Anaitwa nani mwanangu? Hebu mtaje tuokoe muda. Anaitwa Agi. Anaitwa? Sasa ngoja, anaitwa Neema. Anaitwa Neema? Mwanangu, mbona kama biarisho mwanangu? Sasa sijasikia vizuri. Wewe umesema anaitwa Neema? Alikwambia anaitwa Agi. Anaitwa Agi? Anaitwa Agi? Anaitwa Agi. Agi. Haya sasa. Okay, ngoja nakurudia mwanangu. Ngoja tuangalie kama jina lake ndio hilo, alafu nakurudia mwanangu. Mimi najikubali, mpenzi wangu ni huyo tu, sina mpenzi mwingine. Anaitwa Agi. Anaitwa Agi. Neema au Agi? Agi bwana. Sawa basi, ngoja nakurudia dakika chache mwanangu. Haya. Paka hamu ya kula yani imeniishia kwa kweli. Momo, mpenzi wako mara kwanza kataja Neema, mara ya pili kataja Agi. Kwa hapo tunafanyaje? Mpigie aje. Mwambie aje. Ila akija hapa sitaki vurugu kwa sababu hapa tupo sehemu za watu, sasa sitaki vurugu. Sawa. Mimi sitogombana naye. Nataka aje. Nitakuja kwa mambo yangu haya. Mawili tu na nitakaa naye kwa amani tu. Sitofanya vurugu, sitopigana naye wala kugombana naye. Mpigie aje. Pole ndugu yangu, najua mapenzi yanauma. Sorry lakini. Sawa. Sasa naomba tulizana please. Akija hapa yani ongea naye kistaarabu, kama labda kuna kitu ambacho yeye anakikosa kwako. Unatakiwa ukaa naye chini umsikilize, au sio? Ngoja mimi nimpigie nimwambie aje, kama atakuja fresh. Kwani mwambie amepatia jina. Mwambie aje. Au una jina jingine? Sina jina jingine, mpigie mwambie aje. Mapenzi jamani, mapenzi ni hatari. Mapenzi ni balaa. Hello? Saidi. Niambie. Mwanangu, jina kwa kweli umepatia hilo jina la Agi. Saidi. Nakusikia sana. Nakwambia mwanangu, jina hongera sana, jina umepatia. Mpenzi wako kweli anaitwa Agi. Mimi sikwambia mwanangu, sina mpenzi mmoja tu, sina wapenzi. Yaani naye mmoja tu naye nikubali, na mpenzi wangu ni mmoja tu, sina wapenzi mimi. Haina shida. Sasa unaweza ukafika hapa ofisini kwetu Ubungo East Africa hapa. Ubungo pale soko jicho hapa. Hapo. Lakini mbona kama mnanipa mtihani hivi, kama kamtego hivi mwanangu, nashtukia hivi dini. So mtego, hamna mtego wote. Sasa si ndo yani ushapatia jina, au kama unauamini unaweza ukamcheki mpenzi wako uweze kuwasiliana naye, ni yeye ambaye amekununulia. Ndio maana nimekwambia umepatia. Kwa hiyo tunaomba uweze kufika hapa, uje uchukue hivyo vitu, au uje uviangalie kwanza, ndio umpigie huyo mpenzi wako, mwambie shukrani mpenzi wangu, vile vitu nimepokea, asante sana. Yaani ingekuwa vyema uje kwanza uvione hivyo vitu, afu
uje umpigie ukiwa hapa umshukuru, kwa sababu hapo ukimpigia sasa utashukuru kwa vitu ambavyo hujaviona. Haina noma, mimi nimekuelewa, lakini sasa na kwani haiwezekani nitakupa tu direction nilipo mimi mkaniagizia huo mzigo nikaja nikaupokea hapa? Hamna shida, lakini ni kwa vyema yani uweze kufika hapa ili uje usaini kwanza kwamba mzigo umeuchukua na umeupata mzigo, au sio? Basi poa, chapo nafika hapo. Haina shida ndugu yangu, unaweza utatukuta ukifika tu hapo utapiga simu. Sawa. Haina shida. Haya. Ase, pole sana ndugu yangu. Sawa. Pole sana. So, ishi kwa hivyo. Akija hapa naomba utulizane. Yaani hasira ziweke pembeni, sawa? Tulizana kabisa, ninakuomba ndugu yangu. Usije ukaharibu kila kitu hapa. Mtu akija hapa dakika za mwisho ukaharibu. Sawa? Punguza hasira basi, mapenzi ndio yalivyo, sawa? Naomba utulie, utulizane. Akija hapa tutamaliza kila kitu, sawa? Sawa. Yeah. Wala usiwaze, wala usifanye nini. Kikubwa tu ni kwamba wewe ule ukweli ambao ulikuwa unautaka umeujua. Umejua kama Saidi ni mtu ambaye hajatulia. Sasa haya, ungemfanyia hivyo vitu ambavyo ulikuwa unataka umfanyie. Sijui ni vya gharama gani, lakini kitu ambacho umesema alikuwa anakusumbua kila kutwa. Sasa hivi umfanyie vile vitu alafu mtu anakuwa mieyusho kama hivi. Nakuwa sio. Najua yani unajisikiaje, sawa? Sina muda hata kidogo. Yeah. Basi ngoja tumsikilizie hapa dakika chache, akikaribia basi tutaendelea kurekodi. Ndugu yangu, unaweza ukapozi kwanza ili tuendelee kumsubiria nani jamaa akifika hapo afu